ni mtu ambao kuna tofauti. Hata vile unaweza kuongea katika mbele za watu, lazima uweze kuwa kwamba ni tofauti, ukaona kwamba mambo yako tofauti. Hata kama tunaishi katika ulimwengu ambao kuna changamoto, Yesu anatusaidia. Tunatembea katika hizo changamoto pasipo kuona kwamba kuna shida yoyote, kwa sababu tunamtazamia yeye. Katika jina la Yesu tunajua tu ulimwengu ni kupita, tunapita na muda kitambo Yesu anarudi. Yesu anarudi aweza kutupeleka pale mbinguni, ambapo tutakaa pale ambapo hakutakuwa na shida, ambapo hakutakuwa na magonjwa, ambapo hakutakuwa na changamoto za uchumi, katika jina la Yesu. Kwa hivyo jioni ya leo, sijui kwa mahali pale msaada yangu, kwa mahali pale ndugu yangu, unasema kwamba mimi nimechoka kukaa katika ya maisha ya dhambi, nimechoka kukaa katika maisha ya kufinyiliwa, nimechoka kukaa katika yale ambayo niko nayo. Yesu ako mahali hapa, anasema kwamba ukicha kwake yeye ataweza kupokea katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Revelation chapter number 3 verse number 20 anasema kwamba tazama nasimama mlangoni ninabisha, na atakayeweza kunifungulia nitaweza kuingia ndani yake, nitaweza kukaa naye, nitaweza kukula naye pamoja, katika jina la Yesu. Kwa hivyo anabisha jioni ya leo katika mlango wako, anabisha katika roho yako. Ndio maana tumekuja mahali hapa. Anasema kwamba je, ni nani yako tayari kuweza kunifungulia? Je, nani yako tayari kuweza kubadilisha maisha yake? Kwa sababu vile naambia kwamba unapobadilika kwamba unakuwa kiumbe kipya. Yale machine walikuwa wanaitwa labda masaa iliyokuwa napita, walikuwa wanakuita labda mlevi, walikuwa wanakuita labda mwizi, utaweza kubadilika. Tutakuita ndugu katika Yesu, ama katika ndani ya Yesu Kristo, ama dada katika Yesu. Kwa hivyo jioni ya leo siweze kubadilisha jina lako mpendo. Usingoje nyoka aweze kukuuma, hapana. Kuja kwa Yesu, Yesu ataweza kukuguide katika jina la Yesu Kristo. Yesu ataweza kulinda katika jina la Yesu Kristo. Je, uko mahali pale unataka kumpokea Yesu Kristo aweze kuwa Bwana Mwokozi ndani ya maisha yako? Kwa mahali pale. Mwingine akaniambia, pastor, mimi nimeshindwa kuacha pombe, mimi nimeshindwa kuacha sigara, mimi nimeshindwa kuacha ukahaba. Lakini uwezi peke yako, batizwa Yesu Kristo. Yesu ndiye ataweza kukuondolea kiu ya sigara. Yesu ndiye ataweza kukuondolea kiu ya pombe. Yesu atakuondolea kiu ya usherati, atakuondolea kiu na atakufanya uweze kuwa kiumbe kipya. Utakuwa mtu ambaye ni wa kuweza kupendeka katika jina la Yesu. Utaishi katika maisha mpaka lini? Anasema hapana, imefika mwisho. Sijui kwa mahali pale unasikia hiyo sauti mpendo, na unasema kwamba hakika siku ya leo nataka kubadilika. Siku ya leo nataka kumfuata Yesu Kristo. Siku ya leo nataka kuishi maisha ambayo sio ya kuweza kung'ang'ana, maana ndani ya Yesu Kristo hakuna kung'ang'ana. Unajua kwamba yeye anakushughulikia yote katika jina la Yesu. Sio kwamba sisi hatuna mahitaji, hapana. Tuko na mahitaji. Tuko na vitu tunatuhitaji. Tunataka pesa kufanyia hizo vitu, lakini tunaziacha zote za wasahau. Tunajua kwamba huyu Yesu ndio baba yetu. Yesu ndio atatuongoza. Akisema kwamba utapata, utapata. Na akisema kwamba utapata, hata kama utang'ang'ana huwezi pata. Kwa hivyo lazima umpe nafsi ya kwanza katika maisha yako. Naye akiweza kuingia ndani yako, atakubadilisha katika jina la Yesu. Si kama uko mahali pale jioni ya leo unasema kwamba hakika nataka kumpokea Yesu Kristo. Kitu nataka kuambia kwamba dini yako haitakusaidia. Kitu kitakusaidia kwamba ni kumpokea Yesu Kristo. Dini ndio ni sawa, lakini haitakupeleka mbinguni. Mbinguni utapelekwa kwa wakati utamkubali Yesu Kristo au Bwana Mwokozi ndani ya maisha yako. Na uweze kumkiri na kinywa chako vile tunamkiri jioni ya leo. Na uweze kumkubalia ndani ya moyo wako. Useme kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya maisha yangu. Akaangika msalabani, akamwaga damu yake. Na sasa jioni ya leo ameweza kutupa ukombozi katika jina la Yesu. Uko mahali pale? Sijui kama uko mahali pale. Tuweze kuomba pamoja katika jina la Yesu. Haleluya. Kama unaweza kuogopa, uweze kusema haya maombi nyumba yangu. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, nacha mbele zako. nacha mbele zako. Ninajua kwamba mimi ni mkosaji. Najua kwamba mimi ni mkosaji. Najua Baba kwamba nimekukosea kwa mambo mengi. Najua Bwana nimekukosea kwa muda mwingi. Lakini jioni ya leo nimekubali na nimeamua kukupokea Yesu Kristo. Wewe kama Bwana Mwokozi ndani ya maisha yangu. Bwana na Mwokozi ndani ya maisha yangu. Najua kwamba ulinifia pale msalaba wa Kalvari. Najua ulinifia kwa msalaba pale Kalvari. Ukamwaga damu yako ya dhamana.
ukamwaga damu yako ya kwa dhamana sababu ya maisha yangu. kwa sababu ya maisha yangu. Naomba jioni ya leo Naomba jioni ya leo ulifute jina langu uifute jina langu kwa kitabu cha mauti kwa kitabu cha mauti, na uandike jina langu uandike jina langu kwa kitabu cha uzima. kwa kitabu cha uzima. Naokoka na kuamini Nimeokoka na kuamini katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa sababu Bwana umetukubalia kuingia mahali hapa jioni ya leo. Asante kwa wale ambao Bwana wamepeana wakati wao kusikiza neno lako Mfalme. Umesema kwamba wakati wana wa Israeli waliweza kunung'unika Baba, ukaweza kutuma nyoka zikaweza kuwauma na kuweza kuangamiza Mfalme ishie milele. Walivyolilia mtumishi wako ambaye ni Musa Bwana, ukamwambia kwamba aweze kutengeneza nyoka wa 7 aweze kumweka pale jangwani, na yote alikuwa akitazamia hiyo nyoka Bwana aliweza kuponya Mfalme. Unasema kwamba Mfalme ishie milele. Wewe Yesu umekuja Bwana ukaangikwa pale msalabani, ambaye ni nyoka wa 7 wakati Mfalme, wakati tutakapokuwa na shida yote Bwana, tunapokutazamia Baba yangu, kutakuwa na suluhisho katika jina la Yesu. Tunaomba jioni ya leo Mfalme ishie milele, utupe hiyo hekima Bwana, kwamba tunapoumwa na nyoka Bwana, tunapokuwa na changamoto yote Mfalme ishie milele, tuweze kukutazamia ukiwa msalabani katika jina la Yesu. Tumekuwa Bwana wa kupotofu Mfalme, kutazamia Bwana wale ambao ni wa ulimwengu Mfalme, kutazamia njia zingine Bwana. Tusaidie jioni ya leo Bwana, tuweze kuwa Bwana na huo mwelekeo ambao